Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Kitabu. Nipende kukaribisha tena siku ya leo nzuri, tukaendelee na mwendelezo wa tafsiri ya kitabu cha Think and Grow Rich. Mimi naitwa Frank na kutakia usikivu mwema wa sehemu hii ya 3 ya tafsiri ya kitabu hichi. Lakini niendelee kukukumbusha kwa wewe mfanyabiashara mdogo na wakati ambaye unahitaji kuboresha uwepo wako mtandaoni, nikimaanisha kuwa na website pamoja na kuwa na system ambazo zitaongeza uendeshaji wa kampuni yako ama uendeshaji wa biashara yako, basi usisite kututafuta sisi Fravion Technologies tukaifanya biashara yako iendeshwe kidigitali. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu za 0698341653 ama unaweza ukatembelea website yetu ya www.fravion.co.tz. Katika sehemu ya pili tulijifunza kuhusu hamu, tofauti yake na kutamani, hadithi ya jenerali aliyechoma madawa ya jeshi lake na hatua 6 za hili za kugeuza hamu kuwa mpango wenye umbo. Lakini kuna tatizo moja ambalo kila mtu hukutana nalo baada ya kuandika lengo lake. Moyo hauamini. Unaandika milioni 8 kisha unasikia sauti ndani yako inayokuambia, kweli ni wewe utapata hii milioni 8? Sehemu hii ya 3 inahusu sauti hiyo na jinsi ya kuibadilisha. Imani hujengwa, haizaliwi. Watu wengi hudhani imani ni kipawa, mtu anazaliwa nayo au hana. Hila anasema hapana, imani ni hali ya akili na hali ya akili inaweza kutengenezwa kwa mikono yako mwenyewe. Napoleon Hill anasema imani ni mkuu wa kemia ya akili. Anatumia neno la kemia kwa makusudi. Kemia ni sayansi ya kugawanya vitu ili kupata kitu kipya. Vivyo hivyo, wazo peke yake ni kitu chepesi sana, lakini wazo likichanganywa na imani hugeuka kuwa nguvu inayosukuma mtu kufanya vitu ambavyo hangeviweza kwa nguvu ya mwili peke yake. Na imani hii hujengwaje? Hila anajibu kwa kitu kimoja rahisi kiasi cha kuchekesha: kurudia. Akili yako ya ndani haibishani na wewe. Chochote unachokiambia mara kwa mara kwa hisia huanza kukiamini na kugeuza kuwa tabia. Hii ndio sababu mtu aliyeambiwa tangu utotoni wewe ni mzembe hukuwa akiwa amejifunga. Hakupewa uthibitisho, alipewa marudio. Habari njema ni kwamba njia hiyo hiyo inafanya kazi upande wa pili. Kwa hiyo swali si kama unayo imani, swali ni maneno gani unayorudia kwako mwenyewe kila siku. Formula ya kujiamini. Napoleon Hill anatoa maneno 5 ya kujisomea, sio uchawi na sio maombi. Ni maelekezo unayoipa akili yako mwenyewe mara kwa mara mpaka yakae. La kwanza, ninao uwezo wa kufika nilipopanga. Ninadai kwangu mwenyewe hatua endelevu na uvumilivu na ninaahidi kuzitoa. La pili, ninachokifikiria ndicho kitakachokuwa. Kwa hiyo, nitatumia dakika 30 kila siku kuifikiria hali ya mtu ninayetaka kuwa mpaka nione wazi machoni pangu. La tatu, nitajipa maelekezo ya kila siku. Dakika 10 kila siku kudai kujiamini kwangu kwa maneno ninayoyasema kwa sauti na kwa hisia. La 4, nimeandika lengo langu kuu na sitaacha kujaribu mpaka niwe nimejenga kujiamini kunakotosha kulifikia. La 5, sitafanikiwa kwa udanganyifu. Nitafanikiwa kwa kuwahudumia wengine. Nitaondoa chuki, wivu na ubinafsi kwa sababu moyo mchafu hauwezi kubeba mafanikio ya kudumu. Neno la mwisho hapo ni muhimu. Mtu hawezi kufanikiwa kwa kudhulumu watu, kwa sababu utajiri unaojengwa juu ya maumivu ya wengine hujenga maadui na maadui huubomoa. Mtu asiye na jeshi wala pesa. Hili anatoa mfano wa mtu aliyekuwa akiitwa Mahatma Gandhi. Mtu huyu hakuwa na jeshi, hakuwa na fedha, hakuwa na serikali wala silaha. Kwa vipimo vya kawaida vya nguvu alikuwa hana chochote, lakini aliweza kuwafanya mamilioni ya watu wasimame pamoja kwa mwelekeo mmoja na kwa muda mrefu mpaka wakabadilisha utawala wa dola kubwa kuliko zote wakati ule. Alifanyaje? Kwa kitu kimoja tu. Aliweza kuwapa watu imani. Nguvu kubwa kuliko zote duniani si silaha wala fedha, ni watu wanaoamini jambo moja kwa pamoja. Somo lake kwake ni hili: kama imani inaweza kuunganisha mamilioni ya watu wasiojuana, itafanya nini ndani ya mtu mmoja anayetumia kwake mwenyewe? Mwandishi anaendelea kukutoa kisa kingine, chakula cha jioni kilichozaa kampuni. Mwaka 1900 kijana mmoja aitwaye Charles Schwab alialikwa kuzungumza kwenye chakula cha jioni cha wafanyabiashara wakubwa New York. Alichokifanya ni kusimama na kueleza picha aliyokuwa nayo kichwani: kampuni moja kubwa ya chuma itakayounganisha viwanda vilivyotawanyika na kuifanya Marekani iongoze dunia katika chuma. Alizungumza kwa dakika kadhaa tu, lakini alizungumza kwa imani ya mtu anayekiona kitu ambacho wengine hawakioni bado. Mtu mmoja aliyekuwa mezani, JP Morgan, hakumsahau. Baada ya mazungumzo yaliyofuata, wazo lile likazaa United States Steel Corporation.
kampuni ya mabilioni iliyoanzia kwenye hotuba ya jioni moja. Hakuwa amebeba mtaji, alikuwa amebeba picha aliyoiamini na akaipeleka kwa watu wenye mitaji. Angalia kilichotokea hapo. Wazo lilikuwa halina thamani likiwa kichwani mwa Squab pekee. Lilipata thamani pale alipoliweka nje ya maneno, mbele ya watu sahihi, kwa imani inayoshawishi. Swali ni, umeshawahi kusimama mbele ya mtu kwa maneno ya wazi bila kuomba radhi? Utafika kwa kadri ya kile unachokiamini kuhusu wewe mwenyewe, sio kwa kadri ya elimu yako wala mtaji wako wala mtaa uliozaliwa. Vitu hivyo vinaathiri kasi, havibadilishi uwezekano. Na kama imani ndiyo inayoamua, basi imani ndiyo kitu cha kwanza cha kujenga, kabla ya mtaji, kabla ya mpango na kabla ya kila kitu kingine. Kila siku inayopita kwenye macho yako, anza kujisemea maneno unayotaka yawe ya kweli. Mimi ni Frank na hii ni Sauti ya Kitabu. Sehemu ya 4 tutaingia kwa kina kwenye njia yenyewe, kujipandikiza, jinsi maneno unayoyarudia yanavyoingia kwenye akili yako ya ndani na jinsi ya kuyatumia kwa usahihi badala ya kuyaacha ya kufanya unavyotaka. Usipange kukosa.